wa pili kwa takriban wiki moja hivi ili angalau mvua ipuse, lakini kumbuka kwamba hayo yakiendelea, kuna watu kadhaa wanaendelea kukaa katika maeneo ambapo masomo yanafaa kuendelea katika shule hasa. Na vile vile Machogo amesema kwamba zile shule ambazo kuna mafuriko pale zitaendelea kufungwa. Sasa hili tangazo ambalo alitoa Jeff ni shule ambapo kuna mafuriko ziahirisho kwa wiki moja ama ni taifa zima? Awali kuna taarifa ambazo zilitolewa hiyo jana, kutoa taarifa zile kusema kwamba shule zile ambazo zimeathirika, kuna aswa kaunti ya Nairobi na sehemu zingine hapa nchini, mahala maji yalikuwa yamejaa hadi shuleni, wengine vitabu zikakuwa zimesombwa, shule zingine sehemu ya shule zile zimeanguka. Kuna ile tangazo ambalo lilitolewa jana mapema, nadhani ilikuwa daytime pale. Na hiyo sasa usiku wa kuamkia leo ndio wametoa taarifa nyingine ya kusema kwamba shule zote nchini sisitishwe kufunguliwa leo hadi wiki ijayo tarehe 6 pale. Kuna ile circular magazeti Kenya Gazette ambayo ilichapishwa na ikatumwa katika vyumba vya habari, ndiyo ilikuwa inatoa taarifa kwamba shule zote msingi na sekondari sitabaki kufungwa hadi tarehe 6, wakiangalia vile mafuriko haya na mvua nyingi ambayo inaendelea kunyesha mambo vile yataenda ndiposa shule ziweze kufunguliwa. Haya mtazamaji na msikilizaji, ushasikia taarifa hiyo, na ni tangazo tu ambalo linafaa kumfikia kila Mkenya. Najua kuna wengi ambao wamefika pale shuleni wakapata walimu hawapo, labda wamerejea nyumbani, labda wametaarifiwa, lakini natumai kwamba umeyapata hayo. Sehemu ya juu kushoto, Azimio Leaders Defend Atwoli, ukurasani wa 10 pale. Hawa ni viongozi wa upinzani ambao wanaendelea kuonya serikali dhidi ya kuajiri wale wafanyakazi katika sekta ya umma kwa kandarasi. Ni jambo ambalo Atwoli amelipinga sana, tukingoja kusikia kauli zake wakati wa kusherekea ile siku ya leba, siku ya wafanyakazi nchini ambayo inasherekewa kila tarehe mosi Mei kila mwaka. Kwa hivyo natumai kwamba tutakuwa tunafuatilia pale, lakini viongozi wa Azimio pale wamejitokeza na kusimama kidete na kusema kwamba serikali haiwezi kumshtua ama kumtisha Atwoli. Kumbuka kwamba kumekuwa na malumbano kati ya Atwoli na Fazul Mohamed ambaye anasimamia wale maafisa ambao ni wa ulinzi katika maeneo tofauti, lakini hayo natumai kwamba yatazungumziwa katika sherehe zile. Mwisho kabisa pale mbele ukurasa wa nyuma, hard-fought derby with a win keeps Arsenal in race for the title. Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa nyuma inasema kwamba Gunners hold off London rivals Tottenham Hotspur to stay top of the table as Man City also win in a frenetic wametumia kizungu no stretch. Hapa naona Jeff anaendelea kutikisa kichwa tu hivi, anasema mambo iko sawa, lakini kumbuka kwamba it's not over until it's over. There's only one thing, Jeff. Man City lose game moja. Na hilo ndilo ombi letu. That's the only way. Na nikumbushe kwamba ila season iliyopita ama msimu uliopita wa EPL, Man City ilibeba kikombe kile kwa pointi 89 kama sijakosea pale. Raundi hii naona Mungu wa Arsenali anafanya mambo vile ambavyo yanafaa kuenda. Kumbuke walikuwa wanasema weekend hii wale ambao ama ndovu ataanguka akue nambari 3 pale. Lakini Mungu ni nani? Tunaendelea kusonga mbele. Niliona Liverpool ilijikua tena. Manchester United ilijikua tena. Lakini hayo ndio mambo. Kumbuka kwamba hata Manchester City wakienda sare kwa mechi moja, labda mshinde kwa ile tofauti ya magoli. Lakini kumbuka kwamba Manchester City pia wanapenda kugaragaza watu na magoli mengi. Kwa hivyo ule Mungu ambaye mnamuomba yule ni sawa. Mtazamaji na msikilizaji, ni katika gazeti hili la Daily Nation ambapo utapata taarifa hizo zote na nyingine ndani ya gazeti hili. Basi tuliangazie gazeti la The Standard.
kando kidogo na michezo, tutarudi pale tukimaliza. Gazeti la The Standard, taarifa kuu ambazo zimepatiwa kipaumbele pale ni kwamba Anatomy of Sikh Nation, wakisema pale ni ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4. Taarifa zile ambazo zimechapishwa pale kuhusiana na mgomo ambayo imeendelea hapa nchini Kenya soya ya madaktari. Wanasema national agenda, the irony of a country that spends an arm and a leg to train its highly prized professionals but want to dump them into penury after graduation, while its poor citizens wallow in diseases without timely treatment amid opulence among political elites. Kwamba ni nchi ambayo kidogo inatumia fedha nyingi tu kuweza kuwasomesha na kuwatuma wanafunzi kuweza kubeba shahada, madegree pale, madiploma katika professions mbalimbali ama katika masomo mbalimbali. Kidogo ikifika wakati wa kupewa kazi, kidogo serikali inawasukuma mahali ambapo hawawezi kujitoa, na wale ambao wanaendelea kuumia zaidi ni Wakenya ama Mkenya wa kawaida kwa kutopata dawa ama kutopata zile services ambazo wanafaa kupewa, so wagonjwa ambao wamo hospitalini kuhusiana na mgomo wa madaktari ambao umekuwa ukiendelea na umeleta haya yote kuuliza maswali. Pale chini tunaona ni picha yake Rais William Samoei Ruto. Kuna yale ambayo ameyazungumza pale, na kando yake kunayo picha ya CS wa Public Service ambaye ni Moses Kuria, na Moses Kuria pale alikuwa amesema kwamba hana pesa za kuwalipa madaktari 1000 ama madaktari interns 1206 kila mmoja. Akasema kwamba pesa ambazo serikali inaweza mudu ni shilingi 70,000 ndizo inaweza walipa pale. Kidogo tena kukakuja na mchakato mwingine kwamba wale wafanyakazi wote ambao wamepata kazi permanent and pensionable, sasa atapeleka mswada katika kikao cha mawaziri waweze kulijadili, wakikubaliana kwamba sasa wafanyakazi wote wa serikali watakuwa wanafanya kazi kwa contracts, unatia sahihi mkataba ukifanya kazi vile. Basi ni sehemu tu ambayo ya kuzungumzia yale ambayo yanawakumba wa Kenya na vile ambavyo wamesema taarifa kuu Anatomy of Sikh Nation. Ukurasa ni wa 2, wa 3 na ukurasa ule wa 4. Ukipata gazeti ile la The Standard utakuwa unasoma mengi zaidi, ujue ni kipi kile ambacho kinaendelea mule. Upande wa chini naona ni matangazo ya kibiashara. Upande wa kando pale kuna gazeti ambalo limo ndani, gazeti la afya na sayansi. Ukipata gazeti ili kuhusiana na mambo ya afya na sayansi utakuwa unajijulisha ama unafahamu mengi ambayo yamo pale kuhusiana na afya za kwetu na sayansi, vile teknolojia inaendelea ikibadilika kila ujao. Basi upande wa juu kidogo ni ukurasa wa 18 pale. Ukurasa wa 18 nikiona pale ni gazeti hili la The Standard, wanasema aspirant UDA polls a shame. Wanasema pale aftermath from failing gadget to missing names of voters and the candidate aspirant says grassroots polls was decided elsewhere and winners just announced at polling centers. Ukurasa wa 14 pale ni taarifa zile ambazo zinayatoa ama zinayaleta wazi yale ambayo yalikuwa inaendelea katika grassroots elections za UDA ambazo zilianza wiki jana siku ya Ijumaa, wakianza pale Nairobi, wale ambao walikuwa wanawania viti vile tofauti akiwemo gavana wa kaunti ya Nairobi ambaye alikuwa anataka apate ama alikuwa anasimama kiti cha chairmanship ya UDA eneo lile. Samahani, basi akipata kwamba jina lake halikuwa katika gazeti ama zile mitambo ambayo ilikuwa inatumika, wengi wakisema kwamba matokeo yale yalikuwa yameweza kuwekwa mahali ama yalikuwa yashatengenezwa tayari, kazi tu ilikuwa ni kutangaza wale ambao walishateuliwa kwingineko. Na pale wakisema kwamba Deputy President Rigathi Gachagua alikuwa na mkono wake pale, na yeye alikuwa anamuunga mkono mtu mwingine katika county ile ya Nairobi. Upande wa juu ni taarifa zile ambazo zimechapishwa pale. Ukurasa ni wa 10 pale, wakisema kwamba ni nchi ama ni serikali ya Furisa mode, what members show. Basi serikali ya Kenya ni serikali ya Furisa.
what numbers show. Yani ni nini kile nambari zinaonyesha kwamba serikali ya Kenya ni serikali ya fuliza tu ya kukopa hapa na pale kuweza kutimiza yale ambayo wanafaa kuyafanya kama serikali. Upande wa business page pale ukurasa wa 26, Ruto hosts key African meeting on development funding, kwamba sasa nchi ya Kenya na Rais William Samoei Ruto wanafanya mkutano wa mkutano wa marais wengine hapa nchini Kenya wa kuweza kupata kipato katika kufanya yale maendeleo. Ni mkutano ambao unaendelea sasa hivi katika mji ule wa Nairobi, na tutakuwa tunakufahamisha yale ambayo yanaendelea kutoka pale. Lakini ukipata gazeti ile la The Standard ukurasa wa 26 utakuwa unajifahamisha ni kipi kile ambacho kinaendelea. Upande wa nyuma kabisa mwisho ni taarifa za spoti akisema kwamba Arsenal trashes Spurs in derby. Ukurasa pale ni wa 40 ndio una taarifa zile za spoti. Ukipata gazeti ile la The Standard basi utakuwa unajifahamisha mengi zaidi yale ambayo yamechapishwa mule kuhusiana haswa lile kubwa ambalo Anatomy of Sick Nation. Mtazamaji na msikilizaji, gazeti linalofuata ni gazeti la The Star. Taarifa inasema kwamba ni kwa nini basi kile chama cha Rais William Ruto huenda kikajiunda vyema ama kikabadilisha jinsi ambavyo kinafanya ule uchaguzi. Taarifa ikisema kwamba why Ruto party rejig plan threatens ODM, jinsi ambavyo chama kile cha UDA badilisha ama kibebadilisha uchaguzi wa mashinani ambao ulifanywa. Anasema kwamba ni jambo ambalo linatishia chama cha ODM, ukurasa 4 na ukurasa wa 5, huku kile chama cha ODM kikidhalilisha kile cha UDA hasa katika yale maeneo ambayo kina wafuasi wengi, huku ikisema kwamba uchaguzi wa mashinani wa UDA ambao ulifanyika ulikuwa ni uchaguzi wa masihara tu. Ni taarifa tu ambayo utaisoma ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5, na mwenzangu ameiangazia kwa kina katika gazeti lililotangulia la The Standard. Sehemu ya chini pale katikati ni madhara tu ya mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha, watu pale wakiwa wamekaa wasijue wafanye nini, wasijue waende wapi kutokana na mvua ambayo waathiri makazi yao yakiwa yanasombwa yakizama, wengi wakipata tu afueni tu ya kutoroka na kupata nafuu pale walipoketi, wakiomba serikali kutoa msaada ama misaada ya chakula na malazi na vitu vingine ili angalau wasitirike. Picha nyingine pale naona mwingine akiwa ameopolewa pale na shirika la Msalaba Mwekundu, ni wale ambao pia wameaga. Sehemu nyingine pale picha ya 3 ikiwa inaonyesha eneo lile la Tana River Garissa pale, jinsi ambavyo mafuriko yaliathiri maeneo kadhaa mpaka mji ule wa Garissa kutokana na mvua hiyo kubwa. Sehemu ya chini kushoto, Boundary Rao residents in Makinon fear losing services, taarifa ambayo imechapishwa kurasa 22 ikizungumza kuhusiana na wakazi wa eneo la Makinon pale ambao huenda wakapoteza ama wakakosa huduma tofauti iwapo kutakuwa na malumbano kuhusu mpaka wa eneo lile. Sehemu ya juu kidogo nasema kwamba dangerous West African mosquito found in Kenya, ukurasa ni wa 9, ni yale ambayo ni matokeo kutokana na uchunguzi ambao umekuwa ukifanyika hasa kuhusu ule ugonjwa wa malaria, ukisema kwamba kuna mbu mmoja kutoka eneo la Afrika ya Magharibi, West Africa, ambaye mbu yule yuko nchini Kenya, na mbu yule ni hatari sana kwa kusambaza ugonjwa ule wa malaria. Juu kidogo wanazungumza kuhusiana na fedha ambazo zilikuwa zimetolewa ili kusaidia miradi tofauti ya serikali, akisema kwamba idara kadhaa za serikali zilishindwa kutumia shilingi bilioni 223, pesa ambazo zilikuwa zimetolewa na wale washirika tu wa kusaidia miradi tofauti, na pesa zile nasema kwamba mashirika yale yalishindwa kuzitumia kufanya miradi tofauti ya maendeleo hapa nchini. Pata gazeti
gazeti hili ukurasa wa 6 utasoma taarifa hizo kwa kina. Na mwisho kabisa pale juu kulia nasema kwamba Dead Sacred Snake Omieri thrills Kisumu Fiesta visitors. Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa 3 ikizungumza kuhusiana na sherehe za kila mwaka ambazo zinasherekewa ama zinasherekea samaki. Unasema ni annual fish festival. Watu wanasherekea ulaji wa samaki pale. Lakini pale katika yale maonyesho kuna lile joka la Omieri ambalo sijui kama ulisoma hii story wakati nilikuwa sijui ni darasa la 5 pale. Joka lile Omieri ambalo watu ni mfano tu umewekwa pale wa joka lile ambalo watu walienda pale. Kulikuwa na maonesho kule Kisumu wakijaribu kuliangalia kujua lilikuwa vipi wakati lilikuwa pale hai. Inanikumbusha katika lugha hili ya Kigiriki tunasema watu waliita Enyeti Omweri. So sasa wanajua mahali lilitoka. Basi tuliangazie gazeti hili la People's Daily. Na People's Daily taarifa kuu ambazo zimechapishwa pale ni kuhusiana na mafuriko yale ambayo yanaendelea nchini. Akisema flood tragedy, akisema nature's fury, police and emergency service reveals that 90 people have been killed, 21 reported missing, at least 29 injured by rains that have affected 185 297 individuals. Ukurasa na 4 na 5 pale akisema kwamba watu 90 already ama watu 90 washaiaga dunia, wengine 21 wameripotiwa kwamba wamepotea, na watu 29 wamepata majeruhi kuhusiana na mvua nyingi ambayo inaendelea kunyesha, na familia zaidi ya 1185 297 ni watu ambao wameweza kufurushwa ama kufanywa kutoka makwao kwa sababu ya mvua nyingi ambayo inaendelea kunyesha pale. Nikiona polisi ijia akisema kwamba mvua nyingi ambayo inaendelea kunyesha hapa nchini haijafanya madhara tu ama maafa peke yake, lakini imefanya mito na barabara zisipitike kamwe. Hata ile reli kidogo kuna mahala iliweza ama udongo uliweza kuporomoka pale kuweza kushitisha safari zao asoza kuelekea Kisumu. Basi ni gazeti hili la People's Daily ukurasa na 4 na ukurasa wa 5, hapo ndio utapata taarifa hizi. Upande wa chini pale nikitazama upande wa chini kabisa mna kitu pale kando wanasema kwamba ni ukurasa gani huu? Ukurasa wa 20. Wanasema I was hopeful for reunion after separation, kwamba ni taarifa zile ambazo zimechapishwa pale kwamba kuna huyu ambaye alikuwa anatarajia waweze kurudiana na mwenzake baada ya kuachana pale. Ukurasa wa 20. Ukipata gazeti hili utakuwa unafahamu kipi kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale kuhusiana na taarifa zile ambazo zimechapishwa pale. Upande wa juu tunaiona picha yake Mithuka Linturi ambaye ni waziri wa kilimo hapa nchini Kenya, akisema kwamba taarifa zile zimechapishwa katika ukurasa wa 9, na anasema embattled Linturi fights for his scalp, kwamba sasa waziri Linturi kidogo achipigania kuweza kuokoa kazi ile yake. Kidogo pale wiki jana na wabunge waliweza ama mbunge mmoja aliweza kufikisha motion katika bunge kuu ya kutaka huyu waziri wa kilimo Mithuka Linturi samahani aweze kufurushwa ama kufukuzwa ama kuachishwa kazi ama aweze kuimpichiwa kutoka kazi ile ambayo anaifanya kama waziri wa kilimo. Hii ni baada ya mbolea feki kuweza kusambazwa kwa wakulima, ambacho wengi wametaja kwamba ni imeleta hasara kubwa kwa wakulima. Na wabunge zaidi ya 110 waliweza wametia sahihi na kuweza kumtaka kumtoa huyu Linturi katika kazi yake. Basi ukipata gazeti hili utakuwa unasoma mengi zaidi kuhusiana na Linturi pale. Upande wa juu katikati ni kwamba ni ukurasa wa 5 pale nikitazama vizuri kuhusiana na taarifa
push to postponed opening of schools. Ni kwamba sasa kuna wale ambao walikuwa wanasukuma shule ziweze kusitishwa kufunguliwa hii leo hadi muda ule mvua itakuwa imetulia kidogo. Na basi tu taarifa zile ambazo tuliamuka nazo leo asubuhi ni kwamba waziri wa elimu Sikiri Mashogu alitoa taarifa kwamba shule zote nchini zimesitishwa kufunguliwa hadi wiki ijayo tarehe 6. Upande wa kando ni kwamba ukurasa ni wa 8, ukurasa ni wangapi pale? Nadhani ukurasa ni wa 8, kusema kwamba alarm as KDF police friendly fire escalates. Ni kwamba sasa ni kutoa tu tuseme ni onyo zaidi, ama ni kutoa ama kupiga kingora pale wakati wanajeshi wa Kenya na maafisa wa polisi kuweza kupigana ile inaitwa kiurafiki tu, lakini ishafuka mipaka pale. Ni taarifa ambazo zimechapishwa katika gazeti hili la People's Daily, na tulikuwa tumeshaiangazia habari ile kuhusiana na mapolisi ama maafisa wa polisi na wale wanajeshi wa Kenya Defence Forces kuweza kupigana hapa na pale. Mimi nikatoa maoni yangu kwamba ni kama kuna jambo wanajaribu kulipitisha, ama kuna vile ambavyo wanajaribu kuongea bila kusema moja kwa moja, basi na kuna mtu hajaelewa ni kipi ambacho wanakisema pale. Ukipata gazeti hili la Business Daily, samahani, People's Daily, utakuwa unasoma na ujue gazeti hili ni bure au lipi chochote kile. Na mtazamaji na msikilizaji, gazeti linalofuata ni lile la Taifa Leo. Gazeti hili taarifa kwa kusema kwamba kaeni chonjo, bado hali si hali. Kaeni chonjo, bado hali si hali, ikionesha ama taarifa ikionesha picha ya mtu mmoja ambaye anajaribu kuhamisha bidhaa zake akipita kwa maji. Sema kwamba kufikia weekend jumla ya watu 83 walikuwa wamethibitishwa kufariki kutokana na mafuriko, huku maelfu wengine wakiwa wamepoteza makao na mali ya thamani ya pesa kuharibiwa. Kurasa ni wa pili pale, mwandishi akitoa taarifa tu kuhusiana na onyo ambalo limetolewa na serikali, hasa kupitia ile idara ya kuangalia mabadiliko ya hali ya anga, wanasema ni Meteorological Department. Pata gazeti hili utasoma taarifa hiyo yote pale. Sehemu ya kulia pale picha yake Mithika Linturi, mbolea ilisambazwa kibaguzi. Taarifa imechapishwa ukurasa wa 4 pale, mwandishi akisema kwamba ama ni taarifa ama ni kauli ya kamati ya bunge la kitaifa ambayo imebainisha kwamba kaunti nyingi zilidhulumiwa katika usambazaji wa mbolea ile ya bei nafuu. Ni jambo ambalo hata hivyo tangu wiki iliyopita tumekujuza kwamba serikali imesema kwamba wale ambao walipata mbolea bandia watafidiwa. Shirika ama halmashauri ya NCPB ikiwataka wakulima ambao hawakupata ama walipata mbolea feki kuweka malalamishi yao katika vituo ambavyo walichukua mbolea ili wafidiwe na mbolea ya kunyunyizia mimea pale. Sehemu ya chini kidogo, mizozo ya KDF na polisi yazua hofu. Na taarifa hii tumeizungumzia tangu pale awali, siku za hivi karibuni maafisa wa vikosi hivi wakiwa wakikabiliana hadharani. Sijui kama wanaogopa wakubwa wao ama hawana wakubwa wao ama inakuwaje. Kwa hivyo ni jambo ambalo mwandishi anasema kwamba linazua hofu hasa kwa wananchi wa kawaida, ikiwa kwamba hivi ni vikosi ambavyo vinafaa kulinda usalama wa taifa hili la Kenya. Sehemu ya chini, babu wa miaka 80 arudu chuoni kusoma. Hii ni baada ya kusomesha wanawe. Alisema kwamba sasa ni zamu yake ya kutimiza ndoto zake za utotoni. Taarifa imechapishwa ukurasa wa 5. Anasema kwamba masomo hayaishi. Hata ukiondoka duniani bado kuna masomo unaenda kusoma, ya kujua kule unakokwenda inakuaje. Tofauti tu ni kwamba hurudi uje kusimulia iko vipi. Kwa hivyo mtazamaji na msikilizaji, huyu babu wa miaka 80 sema kwamba amerudi chuoni ili kumaliza stashahada ambayo alikuwa akona ndoto ya kuimaliza pale. Taelekea sehemu ya juu kabisa pale katikati, shule zilizoathiriwa na mafuriko kutofunguliwa.
Ukurasa ni wa 3. Taarifa hii tumeizungumzia tangu tulipoanza na sitaiangazia kiundani kwa sababu tumetoa taarifa hiyo sana. Arsenal yamnyonyoa adui debini. Arsenal ilisakamwa kijasho na Spurs ila ikapata ushindi unaodumisha ama unaoidumisha juu ya jedwali. Ukurasa ni wa 20 pale. Taarifa ambazo leo nimeona mashabiki wa Arsenal asubuhi wameamka tu wametulia tu, lakini sawa. Mtazamaji na msikilizaji, ukipata gazeti hili utasoma taarifa zote kwa shilingi 60 peke yake. Siku zote sisi tu ni watu watulivu, hatunanga maneno mengi. Yale ni maoni ya Masi kasema leo tumeamka kama tumetulia. Kwa confirm kwamba siku zote wana Arsenal hatuna mambo mengi tu, tumetulia tu pole pole. Basi tuliangazia gazeti ile la mwisho, gazeti la Business Daily. Taarifa kuu pale ikiwa Marekani sasa yapoteza miaka 4 ya kukatwa kulipa ushuru pale katika jumba lile la Java House Sale, kwamba US funds losses for year tax battle from Java House Sale, wakisema pale kwamba ECP and 1.8 billion as profit from 2017 sale. KRA initially demanded 3.2 billion from the deal, kwamba ni taarifa zile kuhusiana na tax ama matozo yale ya ushuru ambayo yalikuwa yanalipa kutoka kwa Java House, na lile ambalo Kenya Revenue Authority ilikuwa inataka, sema kwamba ilikuwa inahitaji shilingi bilioni 3.21 kutoka kwa makubaliano yale. Ni taarifa ambayo yamechapishwa katika gazeti hili la Business Daily pale chini, wakisema kwamba escalating Middle East conflicts to hit fuel prices in Kenya after 5 consecutive cuts. Ni kwamba sasa vita vile vya Middle East pale vitakuwa vinafanya mafuta ya hapa nchini Kenya kuweza kuongezeka zaidi, kwa sababu yani baada ya kuweza kupungua kwa kama mara 5 hivi, sema after 5 consecutive cuts, kwamba zaidi ya mara 5 mafuta yale yamekuwa yakipungua tu polepole. Ukijaribu kuangalia mwaka uliopita mahali mafuta yalikuwa ama bei ya mafuta ilikuwa ni ngapi, na sasa hivi ukiangazia pale, ni taarifa ambazo zimechapishwa katika gazeti hili la Business Daily. Upande wa kando pale ni kwamba Carrefour sales drop to 38 billion on weak shilling. Ni kwamba sasa duka lile la kuuza bidhaa kwa ujumla la Carrefour sema sasa imeweza kuanguka ama mauzo yake yamepungua kwa shilingi bilioni 88, kwa sababu shilingi ya Kenya kidogo hii hafifu kidogo pale. Ni taarifa ambazo zimechapishwa katika gazeti hili la Business Daily. Upande wa juu, Savannah Cement property sell prompt. Ni kwamba sasa kampuni ile ya saruji ya Savannah wanasema kwamba mali yale yake sasa yameweza anasema Savannah Cement property sell property pale. Ni taarifa ambazo zimechapishwa katika gazeti hili la Business Daily, wakisema kwamba direction of troubled Savannah Cement illegally said the company's apartment in Nairobi for an unprecedented amount soon after the firm fell into administration, increasing the exposure of accreditation of the firm. Ni taarifa utazipata katika gazeti hili la Business Daily. Upande wa juu tunaona kwamba IPRA ama shirika lile la kudhibiti bei ya mafuta hapa nchini wanasema sasa to audit 4,300 fuel LPG retailers in safety checks, kwamba sasa shirika lile la kudhibiti mafuta hapa nchini linasema kwamba litakuwa linaangazia
vituo vya mafuta 4,300 na vituo vile vya kuchaza gesi, kuangazia kwamba je, wanafuata masharti yale ya kuweza kukinga ajali itakapokuwa inatokea. Ni taarifa zimechapishwa katika gazeti ile la Business Daily. Upande wa juu ni kwamba BD hosts the inaugural involvement her branch empowering women, kwamba sasa ni shirika lile la kuweza kuwapiga jeki wanawake nchini. Ni taarifa ambazo zimechapishwa katika gazeti la Business Daily, wakisema kwamba the Business Daily hosted its first innovative her branch for wakisema designed excessively for 200 women who are passionate about business and professionals in the field, kwamba iliweza kuwa na mkutano kuhusiana na wanawake wale ambao wangependa kuwekeza katika biashara vyao na haswa katika elimu ya biashara pale. Upande wa juu katikati ni kwamba I want to thank the CMA for a thoroughly confusing set of regulations issued in October 2023 via the Line Ministry. Ni kwamba sasa huyu ambaye ameandika taarifa hizi anasema anashukuru sana ile kampuni ya CMA kwa kuweza kuconfuse ile, anasema and set of regulations ambazo zilikuwa zimetolewa mwaka 2023 mwezi wa 10 pale kupitia kwa ama wizara ile ambayo inasimamia mambo yale. Upande wa mwisho ni taarifa kuhusiana na maisha, na pale tunaona ni mwanadada ambaye anajaribu kuinua chuma ama ile ya kupima uzito na kujenga mwili. Wanasema kwamba calves ahead, Winnie's hourglass journey. Kwamba ni mwanadada huyu ambaye anaenda gym kweli. Wanasema taarifa zile ambazo zimechapishwa katika gazeti la Maisha utakuwa ukilipata, utayapitia mengi zaidi, kuu likiwa katika gazeti hili US fund losses for year tax battle from Chava households. Ukipata gazeti hili kwa shilingi 60 tu utakuwa unayasoma mengi. So nyinyi msinihurumie mimi bana, so nyinyi msinihurumie mimi bana. Sitaki wale wananiandikia message pole nini pole nini. Mimi ukiniangalia sasa, mimi niko katika serikali na rais anajua ile kazi mimi ninafanya. Sasa unafikiria mimi ni mtu wa kutishwa ama kuhangaishwa na watu? Hapana. Mimi ninajua ile maneno watu wanaongea juu yake hawaelewi pale iko pale haiko. Mimi ndio kiongozi wa ile wizara, na mimi I only report to my boss, na anaelewa hiyo maneno, na mutajua ukweli wa maneno before the end of the week. So tuachano na sisi, mutajua wenyewe ni akina nani. Hii ingine ni propaganda, muachane. Wabunge wako na maneno yao, lakini what inspires me is when I look, and because I'm a believer and I read the Bible, ndio naambia watu msibabaike. So nyinyi fertilizer endeni pale mchukue serious boat. Iko sasa tuko stage ya top dressing and I'm happy. Basi huyo ambaye amezungumza pale ni waziri wa kilimo Mithika Linturi.
akiweza kujitetea vikali pale. Nimesikia kitaja hata yeye anasoma Biblia na anachua kila ambacho kimo ndani. Kuu ni lile ambalo amelisema yeye ndiye mkuu ama ndiye anasimamia wizara ile ya kilimo, na yeye ndiye anajua ni wapi shida ipo na anajaribu kuitatua pale. Na pale amesema hakuna mtu wa kumshtua kwa sababu yeye ako katika serikali na yule boss wake ni rais, na anaripoti kwa boss wake direct, na anajua ni kipi ambacho kinaendelea katika wizara ile. Basi ni kuchipigia tu kipato ama ni kuchipigia tu upato wa kwake kuweza kujitetea kuhusiana na ile motion ambayo ilifikishwa katika bunge kuu hapa nchini, na wabunge kuweza kuikubaliana nayo kutaka kumuondoa afisini kwa sababu ya sakata ile ya mbolea feki ambayo ilisambashwa hapa nchini, akisema kwamba sasa mbolea ipo kwa wale ambao walikuwa washapanda. Basi mbolea ile ya top dressing ipo katika shirika lile la NCPBD la kuweza ama liko katika shirika lile la National Cereals Board, waweze kwenda pale wakaweza kuchukua ili kuweza kunyinyizia katika mashamba yao, tukingoja wale ambao walitajwa kama waliweza kusambaza mbolea ile feki, ikiwemo kampuni ile ya Kel Chemicals ambayo ilitajwa kwamba ndiyo ilikuwa inasambaza mbolea hiyo ama mbolea hiyo ilitoka katika kampuni ile, na tukingoja waweze kuchukuliwa hatua. Basi akiwa amejitetea vile, sijui Masi ingekuwa ni wewe ungeweza kujitetea ukiwa upande gani, vile ambavyo jaji uliza pale kotini? Unajua lazima ujitetee kwa ule upande ambao utakukaisha kazini, ambao hautakufuta kazi. Lakini mwisho wa siku kitu ambacho tunangoja ni kuona wale wabunge ambao ama ule mswada iwapo utakubaliwa na speaker, wakati ambapo utajadiliwa, wabunge zaidi ya 233 wataunga mkono kungatuliwa ama wengine watakosa vikao. Kwa sababu ukiangalia hata wale wabunge wa UDA, chama ambacho kiko pale serikalini, wamekuwa wakizungumza wakimkashifu, wakisema kwamba lazima ajiondoe, aache uchunguzi ufanyike, lazima ajiondoe. Wamesema kwamba iwapo hatafanya vile, basi watakuwa miongoni mwa wale ambao wataunga mswada ule wa kumtoa afisini. Kwa hivyo ni jambo ambalo tu mwisho wa siku atakayekuwa na usemi ni mbunge ambaye atakuwa anajadili mswada ule. Basi tutangoja tuone ni kipi kile ambacho kitaendelea. Iwapo siku leo ya Jumatatu tutaona kama wabunge bado watazungumzia lile jambo la kuweza kumuondoa afisini, vile ambavyo Masi amesema mbunge hako na usemi zaidi. Wakisema ndio ondoka, atakuwa anaondoka afisini. Lakini Masi, ingekuwa ni nchi zingine ambazo zimeendelea kabisa, ungeona angejiondoa the first week. Lile jambo lilitokea kwamba kuna mbolea feki, aweze kupisha vyombo vya kufanya utafiti pale EACC, waweze kufanya uchunguzi pale DCI, kama kuna watu wanahusika pale wakimbizwe hapa na pale waweze kupatikana. Lakini hapa Afrika kidogo kupata mtu wa kuweza kujitoa pale kidogo inakuwa ni changamoto. Lakini vile basi wanasema ni mtu wetu, tutangoje tuone vile mambo yataendelea katika bunge letu. Kama watasema wanataka aondolewe, basi yataondolewa tu. Uliona seneti walisema gavana ama naibu gavana wa kaunti ya Kisii amepatikana na makosa, ondoka afisini. Basi ilienda vile vile. Sijui vile ambavyo, mpenzi mtazamaji, wewe ni kipi kile ambacho unafikiria kuhusiana na waziri Mituka Linturi, aende angatuliwe kazini ama abaki tuendelee kufanya kazi? Na ukiangalia ni kazi ipi ile ameifanya, out of 10%, kwa 10%, ni ngapi unaweza ukampatia waziri wa kilimo Mituka Linturi? Basi unaweza tuambia katika ukurasa wetu wa Facebook Abax Global Radio AGR News, ututaarifishe pale na tutakuwa tunaangazia baadaye tunapozidi kusonga mbele. Kabla hujasonga mbele Jeff, linalonishtusha ni kwamba hii si mara ya kwanza mbolea ile kutolewa. Mwaka uliopita katika kipindi cha upanzi ule mwingine mbolea ilitolewa. Na mbolea ilikuwa sawa, mambo yalikuwa sawa. Sasa je, ni nani ambaye alitepetea katika utendakazi huu? Ni waziri, ni NCPB, ni Kenya Bureau of Standards, ni wale ambao wanasambaza hii mbolea, ama ni nani? Kwa sababu sasa kila mtu amejiondolea lawama kwamba sasa mtu ambaye anafaa kuwekewa lawama ni waziri
Linturi. Lakini kumbuka kwamba waziri hakuhusika na kutengeneza ile mbolea, hakuhusika na kusambaza, hakuhusika na kuangalia ule ubora wa bidhaa wake. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo mwisho wa siku unless ajitetee vizuri huenda akangatuliwa pale kutoka afisini. Lakini Masini, maoni ya kwangu nikijaribu kuliangazia hili ni kwamba kuna kampuni zile ambazo zilipatiwa agizo na serikali kuweza kuimport fertilizer liweze kuleta Kenya. Na pale ndipo waanzie uchunguzi. Ni kampuni ipi ama ni watu wapi hawa walipatiwa hii kazi ya kuweza kuileta mbolea kutoka nchi za nje hapa nchini Kenya. Kama mbolea hii ilikuwa inatengenezwa hapa Kenya, basi wanajua fika kwamba kampuni ilikuwa inatengenezwa, tuseme iko Kisii pande fulani, iko Nakuru pande fulani, iko Nairobi pande fulani. Wanapaswa kwenda pale wafanye uchunguzi, ama waweze kuangazia wengi wale ambao walipatiwa kandarasi ile ya kuweza kuileta mbolea hapa nchini Kenya na kuweza kuisambaza. Pale watakuwa wanapata ni nani yule alicheza visivyo katika kashifa hii ya mbolea feki hapa nchini ni Kenya, na akaweza kutia mamilioni ama mabilioni ya pesa katika mfuko wake na hafai kupata pesa sile. Basi vile ambavyo tunaendelea kusonga mbele ni kwamba taarifa ile ambayo ilikuwa imetolewa kuhusiana na kushitishwa kufunguliwa shule, ukiangalia katika mitandao ya kijamii ni kwamba kuna wanafunzi wengi ambao wamekuwa katika katika maeneo ya kuegeza magari pale Nairobi bus stations wakingoja waende shuleni, lakini sasa tangazo lile limewafanya wamekaa tu pale, hawajui mahala wanakoenda. Basi naona habari zile ambazo zinatufikishia ni kwamba gavana wa kaunti ile ya Nairobi Johnson Sakaja basi amewaambia wazazi wa wanafunzi wale ambao wako stranded Nairobi, akisema kwamba atawalipia ile inaitwa nauli ya kuweza kuwarejesha nyumbani, wangoje shule zifunguliwe wiki ijayo. Akisema kwamba wanafunzi ambao wamekuwa hapa Nairobi baada ya tangazo la kusitisha shule kufunguliwa, tutawalipia nauli kurudi nyumbani. Ameyasema hayo akiwa katika kituo kimoja cha redio katika mahojiano leo asubuhi. Na mtazamaji na msikilizaji, tukiachana na jambo hilo ni kwamba kati ya watu zaidi ya 40 ambao walihusika katika ajali ya boti kule Madogo Tana River, miili miwili imeopolewa, 23 walikuwa wameokolewa pale na shirika la Msalaba Mwekundu, na vile vile 20 mpaka sasa hawajapatikana, huku shughuli za kutafuta miili au kwa wale ambao walizama wakati ambapo ajali ile ilitokea katika ule mto wa Tana River ambao ulikuwa umefurika ilitokea. Basi ni tunapozidi kusonga mbele kuhusiana na taarifa hizo za mafuriko ni kwamba sasa eneo lile la Kijabe kuna ile damu ambayo ya Old Kijabe iliweza kujaa maji na kufurika wakati ilifunja kingo zake na kuweza kufagia hata ile Maimayu Market ama Maimayu Town ambayo iko karibu pale. Watu wengi wanahofiwa kufa na wengine wameripotiwa kwamba hawajapatikana, na sasa hivi tunaambiwa kwamba operesheni ya kuweza kuwatafuta wale ambao wamekosekana inaendelea, ikiwemo ilifagia hadi gari ambazo zilikuwa zinapita barabara zikaweza kusomba kidogo. Tunangoja taarifa zile, tutakuwa tunakufahamisha ni kipi ambacho kinaendelea pale, kusema kwamba damu ile iliweza kujaa maji sehemu ama ikifika asubuhi kitu saa 8 ya kuamkia leo iliweza kufunja kingo zake na maji yale yakatoka kufagia nyumba zingine pale na watu hata magari ambayo yalikuwa yanapita. Na mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba kati ya yale ambayo yanaendelea ni kwamba safari ya saa za ndege kutoka uwanja wa kimataifa wa JKIA zimesitishwa, na hii ni kutokana na ile mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha humu nchini. Hayo yakiendelea, mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba kumekuwa na mikataba minne ambayo ilitiwa sahihi kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Zimbabwe pale wakati ambapo Rais William Ruto alifanya ziara ya siku 2 katika taifa la katika lile taifa la Zimbabwe na kufanya mazungumzo na mwenzake Emerson Mnangagwa. Mtazamaji, hayo yakiendelea, Rais William Ruto anaongoza kikao cha marais wa mataifa tofauti ya Afrika. Marais kadhaa walikuwa wamefika hapa nchini Kenya jana, ambapo mtazamaji na
msikilizaji, inatajwa kwamba pia rais wa Benki Kuu ya Dunia atakuwa pia nchini Kenya ili ashiriki katika yale mazungumzo ya kiuchumi na mazungumzo ya kuhakikisha kwamba mataifa ya Afrika yanaimarishwa kiuchumi. Basi taarifa zingine ni kwamba sasa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amesema kwamba ameweza kuweka mara 3 ya ile bursary allocation ambayo ilikuwa inatolewa na kaunti ya Nairobi pale, sasa ikitoa zaidi ya bilioni 1.25 ambayo imetolewa kwa mwaka mmoja. Ukiangazia mwaka uliopita ama kwa miaka 10 ambayo ilikuwa imepita, akisema kwamba bilioni 3 zilikuwa zinatolewa kwa miaka 10, lakini sasa hivi ametoa bilioni 1.5 haswa kwa kuweza kuwapiga jeki wanafunzi wale ambao wanaenda shule za msingi pale, shule za sekondari na shule za ama zile middle level colleges and universities, wakiweza kupeana zaidi ya bilioni 1.25. Na mtazamaji na msikilizaji, katika ulingo wa spoti kumekuwa na yale mashindano ya Mozartbet ambapo timu kadhaa zimefuzu kuelekea kwenye semi finali, michezo ambayo ilichezwa weekend hii, huku kukiwa na kikomo kidogo cha michezo ile ya Premier League, Kenya Premier League. Lakini katika upande ule mwingine ni kwamba timu ya Manchester City ilitandika Nottingham Forest 2-0 katika mechi yake ya 34, huku vile vile timu zingine zikiambulia sare na zingine kutoa ushindi. Basi taarifa kutoka kaunti zetu za Kisii na Nyamira ni kwamba hiyo juzi na jana mbunge yule ambaye ni Chief Whip Silvana Sosoro, ni mbunge wa eneo bunge la South Mugirango, akizungumza katika kanisa moja eneo lile la Nyamira, aliweza kutoa habari kwamba serikali ya Kenya imeweza kutenga pesa ambazo zitakuwa zinatumwa katika kaunti ya Kisii na Nyamira kuhusiana na kusaidia mafuriko ama mvua nyingi ambayo imekuwa ikinyesha na kuweza kuleta kusababisha maafa na watu kutoka makwao, akitaja kwamba zaidi ya shilingi bilioni ama milioni 200 zitakuwa zinatumwa eneo lile la kaunti ya Nyamira kuweza kushughulikia mambo na barabara zile ambazo zimeharibika, na akisema milioni 400 zimetumwa katika kaunti ya Kisii kuweza kufanya kazi kama hiyo katika kaunti hizi. Alikuwemo na wabunge wengine kutoka eneo hili, akiwemo women rep ama mwakilishi wa kina mama katika kaunti hii ya Kisii na wabunge wengine wa kaunti ile ya Nyamira, eneo lile la kanisa ile ya Mawawa Parish, wakati walikuwa wameenda pale katika mchango wa kuweza kuisaidia kanisa lile kujengwa ama ujenzi ule uweze kumalizika pale. Na mtazamaji na msikilizaji, natumai kwamba umetaarifu ama tumekutaarifu kati ya ile tu ambayo tulikuwa tumekuandalia hapa ndani ya kipindi cha AGR News Updates. Natumai kwamba utaendelea kufuatilia kipindi ambacho kinakuja ili pia utaarifiwe mengi zaidi. Naitwa Masion Tita na kutakia juma jema. Basi kumalizia kutoka eneo bunge la Nyaribari Chache ambalo linaongozwa naye mbunge Sairi Janda, wakazi wa eneo bunge lile wameuliza kulikuwa na library ambayo ilikuwa inajengwa ama ilijengwa ikamalizika, lakini bado haijafunguliwa kamwe. Basi wananchi wale walikuwa wanauliza mbunge yule aweze kufanya haki kwa kuweza kuifungua, ndiposa wanafunzi ambao wanatoka eneo lile wawe wakipata mahala pazuri pa kusomea ama kuweza kukatisha safari zile ambazo wanasifanya kutoka eneo lile hadi hapa mji wa Kisii, kuweza kuja katika Kisii National Library pale kuweza kupata vitabu na kusoma pale. Wakimuuliza mbunge huyo aweze kufanya harahala ili kuharakisha mambo yale na kuwawekea library lile, ama waambie ni nini kila ambacho amepangia na mjengo ule ambao umewekwa pale. Basi kufiki hapo ndio tunafika tamati ya AGR News Update. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi aka Jeff the Presenter. Tupatane mida ya saa 9 hadi saa 12. Mwenzangu akija Videris Moshogi atakuwa anakutaarifisha ama anakufahamisha mengi yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Kwaheri kwa sasa. For the purposes of development, but anadwa
mentioned mambo ya Sakaja. Nyinyi nyote mnajua Sakaja ni kijana yangu. Kabisa kabisa. Na when I said siku ya Labor Day ya kwamba mnipatie huyo kijana kama senator, you did it. He's my boy. When the father retired, he left him behind. He left him under our care. Wakati mtu anaposimama kwa television akichapa huyo kijana, mtu wa kwanza kusikia uchungu ni baba yake. Na nitajaribu sana kujirestrain. I will try kujirestrain. Lakini mtu amwambie the father is not happy. Thank you.